channel ya Uzazi Plus. Karibu tuzungumze uzazi. Na katika video ya leo hii nitaweza kuelezea maambukizi ya via vya uzazi vya kike, sana sana maambukizi yanayosababishwa na fungus au kwa kitaalamu tunaita Candida vaginitis. Kama nilivyoelezea kwenye video ya mara mwisho, nilielezea kwa ujumla kuhusu maambukizi ya via vya uzazi au maambukizi vya uke, na nilitoa ahadi kwamba nitarudi kuelezea kila sababu ambayo inaweza kusababisha maambukizi haya. Na katika video iliyoisha niliweza kusema maambukizi katika via vya uzazi vya kike vinaweza kusababishwa na bakteria, fungus au mdudu aina ya protozoa anayeitwa Trichomonas vaginalis. Bas kwa leo, video ya leo itahusika kuelezea tu maambukizi ya uke yanayosababishwa na fungus anayeitwa Candida, na kwa kitaalamu maambukizi haya tunaita Candida vaginitis. Basi kwa kuanza naweza nikaelezea kwamba via vya uzazi vya kike au uke ni via ambavyo ndani yake kunapatikana bakteria na fungus. Lakini bakteria na fungus ambao wanapatikana kule ndani ni bakteria salama na salimini, na fungus walioko mle ni fungus salama na salimini, lakini tu husababisha maambukizi panapotokea baadhi ya hali. Manake nini? Hawa wadudu bakteria na fungus wanaishi kwenye uke kwa kushirikiana. Tunaweza kusema kwamba bakteria anaishi kwenye via vya uke. Lengo lake kubwa ni kuwezesha huyu fungus aliyeko mle ndani asikue kwa wingi sana na kusababisha maambukizi. So ikitokea wakati ambapo kuna hali ambapo bakteria hao wazuri wako kwenye via vya uke vya uzazi wakapungua kwa wingi, au wakapata mshkel, naweza nikasema ule ulinzi wanaotoa ukawa haupo tena, basi fungus ambaye yupo ndani ya uke anakuwa na kuweza kusababisha maambukizi. Na hapo ndo pale mwanamke anapopata maambukizi ya fungus au kwa kitaalamu tunaita Candida vaginitis. Basi ningependa kuelezea ni nini hasa kinachosababisha hawa bakteria wazuri waliopo kwenye uke wa mwanamke waweze kupungua wingi au wapate mshkeli na kuweza kusababisha maambukizi ya fungus. Moja, utumiaji holela wa dawa za antibiotics au utumiaji wa antibiotics kwa muda mrefu. Hizi ni pointi mbili tofauti: utumiaji holela na utumiaji wa hizi antibiotics kwa muda mrefu. Utumiaji holela ni utumiaji wa antibiotics ambazo hujaandikiwa na daktari na hujui ni dozi gani ambayo unatakiwa utumie. Kwa hiyo unaitumia tu wewe mwenyewe kutokana na maelekezo uliopewa na rafiki yako au mtu yoyote yale, kiasi kwamba inaenda kama dozi ni kubwa inaenda kuua bakteria wote waliomo kwenye via vya uzazi vya uke na kusababisha huyu fungus akue. Sababu nyingine ni kutumia hizi antibiotics kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni dawa sawa, umeandikiwa na daktari vizuri, dozi nzuri, lakini unaitumia kwa muda mrefu kiasi kwamba inapelekea hawa bakteria, hii dawa unayotumia antibiotics inaenda kuua au bakteria walio kwenye via vya uzazi na kusababisha huyu fungus aweze kukua na kusababisha wewe kupata dalili za fungus. Vitu vingine ambavyo vinaweza kusababisha huyu fungus kukua katika via vya uzazi ni mazingira ya usafi na mazingira yenyewe ya uke. Uke kwa kawaida haupendi joto au unyevunyevu. Kukiwa kuna joto au unyevunyevu, uke ukiwa na joto au unyevunyevu unatoa mazingira ya fungus kukua. Au kinyume tunaweza kusema fungus
anapenda joto na unyevunyevu. So sehemu yenye unyevunyevu au sehemu yenye joto ndo fungus anakuwa. Kwa hata kama bakteria hawa wako vizuri tu, lakini akipata tu penyo au mazingira ambayo yanaweza yakamsababisha yeye kukua vizuri, basi fungus atakuwa. Kwa hiyo ni vizuri kwa wanawake kuhakikisha kwamba via vyao vya uzazi sana vya uke viko vikavu na hakuna joto yote lolote lile. Kitu kingine ambapo fungus wanaweza akapata upenyo wa kukua ni kwa wagonjwa wa kisukari. Kwa nini? Fungus pia ukiachana na joto na unyevunyevu anapenda sukari. Kwa mtu ambaye ni mgonjwa wa kisukari, maana yake mwili umeshindwa kucontrol wingi wake wa sukari kwenye damu, kiasi kwamba hii damu imeenda mpaka kwenye tishu za mwili, sukari imekuwa nyingi, basi fungus na yeye anapata auheni ya kuweza kukua. Sababu nyingine ambayo inaweza kusababisha fungus kukua ni kwa wadada wa mama wanaotumia njia baadhi za uzazi wa mpango au za kuzuia mimba. Hizi njia na zenyewe huweza kusababisha hawa fungus kukua kwa zaidi. Njia nyingine ya mwisho ambayo ni ya muhimu kuijua, fungus anakuwa pale kinga ya mwili inapokuwa iko chini. So mtu yeyote yule ambao kinga yake ya mwili iko chini yuko katika hatari kuwa na fungus katika sehemu zake za mwili, lakini sana kwa wanawake sehemu za kike. So hapa katika kundi la watu wenye kinga za mwili ambazo zimelegea au zimelegalega, tunaweza kusema watu wenye maambukizi ya ugonjwa ya virusi vya HIV au wenye lishe ambao imeyumbayumba kiasi kwamba kinga ya mwili yenyewe imeyumbayumba, au watu wenye mawazo, msongo mwingi wa mawazo pia na wenyewe wanaweza kuwa hatari ya kupata maambukizi ya fungus, kwa sababu ukiwa na mawazo au lishe imeyumbayumba pia hata kinga ya mwili pia huwa inayumbayumba. So ni dalili zipi ukiziona utajua kwamba hii ni fungus au sasa hapo nimepata maambukizi ya fungus? Dalili ya kwanza kubwa ya maambukizi ya fungus huwa ni kuwashwa katika via vya uzazi. Na ninaposema via vya uzazi viko vya aina mbili. Via vya uzazi ambavyo vinaonekana kwa nje na via vya uzazi vile vya ndani kwa ndani. So kwa fungus sana utaweza kupata hali ya kuwasha katika via vya uzazi vya nje. Hii sehemu ya nje kuwa inawasha kiasi kwamba uwashaji huu utakushawishi ujikune, na ukijikuna ile ngozi ya nje inakuwa nyekundu. Kwa hiyo ni kuwashwa ngozi ya nje ya tunaitwa kitaalamu vulva. Hii sehemu ya nje inaonekana inakuwa nyekundu na kutoa uchafu mzito. Nikisema uchafu mzito maana yake ni mabonge kama maziwa ya mgando ambao maziwa meganda afu yakoroga yale mabonge. Kwa hiyo uchafu unakuwa mzito kama maziwa ya mgando, mabonge ambao unaweza kuwa ni mweupe au unaelekea kuwa kwa njano. Kwa hiyo hizi ndo dalili ambazo ukizipata unaweza ukasema sasa hapa na nini na nimepata maambukizi ya nini, ya fungus. Na pia huu uchafu tunaweza kutofautisha na maambukizi mengine. Maambukizi mengine ni uchafu mweupe unatoka lakini ni mwepesi, sio mzito. Maana yake sio mabonge kama maziwa ya mgando. Lakini uchafu unaosababishwa na fungus ni uchafu ambao unaotoka ni mweupe au njano, lakini unakuwa mzito, unakuwa kama mabonge fulani hivi, au mfano mzuri ni maziwa ya mgando. Tiba ya maambukizi ya fungus, ndio fungus inatibika vizuri tu bila hata wasiwasi. Ukipata hizi dalili au ukienda hospitali ukaonana na daktari, atakuandikia dawa ambao utaitumia na utapona vizuri tu. Japokuwa kuna watu wengine tiba inategemea na tuseme usugu wa maambukizi. Kwa kama maambukizi ni sugu utapewa dawa ambayo inaendana na maambukizi yako. Kama maambukizi sio sugu, ni ya muda mfupi tu, utapewa dawa ambayo inaendana na aina ya maambukizi. Kwa hiyo katika hapa tu cha kutia mkazo ni kwamba unapoenda kujieleza kwa daktari, jielezee, utoe taarifa kamili ili daktari aweze kujua ni dawa gani ambayo unastahili. Njia gani ambayo mwanamke anaweza kaifanya ili kuweza kujikinga na maambukizi ya fungus? Moja ni kujizuia kuvaa nguo zinazo tight kwa muda mrefu.
Na hii ndio sababu kuu kwa wanawake kwa nini wanakuwa wanapata fungus mara kwa mara. Unakuta msichana amevaa ndani ana chupi, juu ya chupi ameweka tight, juu ya tight ameweka jeans ambayo inambana zaidi, alafu anaishi sehemu ambayo ina joto, sehemu yenye joto, kwa mfano kama Dar es Salaam. Moja kwa moja, hata kama kinga yako ya mwili iko vizuri na kila kitu kiko vizuri, unajitengenezea mazingira ya fungus kukua. Nimesema mwanzoni, fungus anapenda joto, unyevunyevu na sukari. Kwa sehemu yoyote ile yenye joto ambayo haiwezi oxygen haiwezi kupita, basi fungus anakuwa kwa wepesi sana na anapenda hayo mazingira. Njia nyingine ya kujikinga ni kujihakikisha via vya uzazi viko vikavu na havina unyevunyevu. Wadada, mnapotoka kujisaidia muda wote, hakikisha unanawa vizuri, na baada ya kunawa unajipangusa yale maji, unaacha uke wako ukiwa mkavu. Ukiacha ukiwa na maji na huku chini tunajua pamefungwa na mapaja, ni vyepesi kwa fungus kuweza kukua na kuzaliana. Njia nyingine ya kujikinga kutokupata maambukizi ya fungus ni kuvaa, kwa wadada ni kuvaa underpant ambazo zimetengenezwa kwa material ya pamba, ili kama kuna unyevunyevu, pamba itafyonza ule unyevunyevu na haitatengeneza joto kule chini. Pia akina dada wavae nguo ambazo ziko loose, yani nguo ambao haibani kiasi kwamba huku chini panapata upepo, hewa inaingia. Huyu fungus hapendi oxygen. Kwa hiyo kama kuna upepo unaingia na oxygen inaingia, basi hawezi pia kufanya nini? Kuzaliana. Kitu kingine ni kufanya usafi mara kwa mara. Usikae muda mrefu bila kufanya usafi huku chini na kupacha pachafu. Kitu kingine, kwa wale ambao wanatumia vidonge vya antibiotic kwa muda mrefu, wanatakiwa watoe taarifa kwa daktari ili aweze kuandikia wapewe antibiotics plus wapewe pia na antifungus ili kuweza kuzuia maambukizi ya hao fungus. Kitu kingine ni kwa wadada ambao tunajua wadada wanapata wanaingia period kila mwezi, wanapata period zao. Sasa unakuta dada hiyo pad anayoivaa anakaa nayo mpaka anaivaa asubuhi, anakuja anaitoa usiku anavyoenda kuoga. Jamani, huko chini kuna fukuto, na hilo fukuto ndo fungus analolipenda, ndo anapenda kuzaliana. Kwa hiyo akina dada, badilisheni pad kutokana na muda, sio kutokana kwamba pad imejaa au haijajaa. Umeiweka asubuhi, njoo mchana, itoe, jisafishe, weka pad nyingine. Usiku kabla hujalala, toa pad, ujisafishe, weka pad nyingine, lala na pad mpya, na asubuhi uliola nao usinginie mpaka mchana. Like per day kwa siku unaweza kutumia pad 3. Najua ni gharama, lakini sasa lazima ujilinde na maambukizi haya ya fungus. Asanteni sana kwa leo. Video yangu inaishia hapo. Ningependa tu kuombeni subscribe, share na like video zote ninazozitengeneza ambazo zinahusiana na mambo ya uzazi, afya ya uzazi, na mnaruhusiwa kutoa comments, kuuliza maswali kwenye video, na kwenye channel yangu nimeweka namba yangu, unaweza kunitafuta muda wote, ukanitumia message na tukaweza kushauriana au kuwaelezeni kwa undani zaidi kuhusu afya ya uzazi. Asanteni sana, nashukuru.